Okay, shalom watu wa Mungu, karibuni tena tuendelee na somo letu la leo, ambapo somo linajikita zaidi na maisha ya ulimwengu huu pamoja na kumfuata Kristo, ambapo somo linatoka katika ile Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Marko, ile sura ya 10 kuanzia aya 17 hadi aya 22, ambapo tunaona kuna yule kijana alimwendea Yesu na kumuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kuurithi uzima wa milele? Lakini Yesu alimwambia, unazijua amri za Mungu. Akawa amemtajia na akamwambia zifuate hizi amri. Yule kijana akawa amemwambia Yesu kwamba, lakini mwalimu, hizi nimezizingatia tangu ujana wangu. Yesu akawa amemwambia, bado kuna kitu umepungukiwa. Nenda kauze mali zako zote na uwagawie maskini. Lakini yule kijana baada ya kusikia vile, alitoka pale kwa huzuni kubwa sana, kwa sababu Yesu amemwambia akauze vitu alivyonavyo na awagawie watu wenye uhitaji. Kisa hiki kinatufundisha vitu vingi sana juu ya maisha haya na kumfuata Kristo, kwa sababu huyu kijana baada ya kuambiwa na Kristo kwamba nenda kauze utajiri wako uwagawie maskini, yule kijana alitoka pale akiwa na huzuni sana. Hii inaonyesha kwamba unajua, unaweza ukawa ni mtu wa dini sana, yani mtu umeshikilia sana dini, wa kuhudhuria dini, kanisani unaenda, unaimba sana, kwa hiyo unajitoa sana kwa Mungu, lakini Kristo anamwambia huyu kijana, bado moyoni mwako kuna kitu ambacho umekipa kipaumbele zaidi kuliko hata Mungu. Kitu hicho nini? Kitu hicho ni fedha. Maana yake, unajua wewe unaweza ukawa wewe Mkristo wa leo, unaweza ukawa unamfuata Mungu kwa moyo wako wote, lakini bado Mungu anasema moyoni mwako wewe kuna kitu umekipa kipaumbele zaidi kuliko hata yeye. Kitu hicho inaweza kuwa ni fedha, inaweza kuwa utajiri wote ulionao, ambacho sasa umekipa kipaumbele zaidi kuliko hata Mungu. Ndio kama huyu kijana, fedha alikuwa ameipa nafasi ya kwanza zaidi moyoni mwake kuliko hata Mungu. Kuna sehemu fulani katika Injili ya Mathayo sura ya 5, Yesu anasema, heri walio na moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Walio na moyo safi ni watu gani? Walio na moyo safi ni wale watu wanaokubali kujitoa kwa moyo wote katika Mungu, wanaokubali kumpa Mungu moyo wao wote, na hawaendekezi anasa hizi za kidunia au vitu vya kidunia kuvipa kipaumbele zaidi kuliko hata Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kutokana na kisa hiki cha huyu kijana, tunaweza tukaona kuna baadhi ya vitu kwamba unaweza ukawa mtu wa dini lakini ukakosa kumfuata Kristo kwa moyo wako wote. Yaani wewe ni mtu wa dini kama huyu kijana alimwambia Yesu, lakini mimi hizi amri nimezizingatia tangu ujana wangu, kuonyesha kwamba huyu kijana alikuwa ni mtu wa maadili sana, ameshika sana amri za Mungu, lakini bado Kristo akamwambia, we moyoni mwako bado kuna kitu umekipa kipaumbele zaidi kuliko hata mimi. Yesu anamwambia, toa hicho kitu ulicho nacho kauze. Lakini yule kijana anasema, no, siwezi nikauza kitu changu ninachokipenda, nitabaki na nini? Pia tunaona kitu kingine kinachopatikana katika somo hili. Unajua, ukikubali fedha zikutawale, zitakutawala kweli, kiasi kwamba zinaweza zikakupelekesha ni ukazifanya kama vile zikawa ndo Mungu wako. Kwa sababu huyu kijana tunamuona kwa jinsi alivyotoka pale akiwa na uso uliokunjamana, yaani inaonyesha kwamba huyu kijana alikuwa amependa sana fedha kuliko hata kitu kingine. Lakini kuwa na fedha sio kosa, lakini kosa ni kuzipa kipaumbele zaidi kuliko hata Mungu. Tunaona Mtume Paulo katika ile waraka wa kwanza wa Timotheo
ile sura ya 6 aya ya 10 inasema, maana shina la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Wewe Mkristo wa leo mwenye tabia ya kupenda fedha kuliko Mungu, Mtume Paulo anakuambia katika waraka wa kwanza kwa Timotheo ile sura ya 6 aya ya 10, mabaya yote ambayo yanatokea, mabaya mengi, shina lake au chanzo chake ni kupenda fedha. Lakini pia tunaona uzima wa milele una thamani kuliko hata mali za dunia. Unajua, huyu kijana angekubali kuuza vile vitu vyake na kumkabidhi Yesu, huenda angepata uzima wa milele. Lakini mtu huyu ametoka mbele ya Kristo akiwa na huzuni na anakosa lile tuzo ambalo Kristo anawaidia watu wamfuatao kwa moyo wote, kwamba wanaonifuata kwa moyo wote watakuwa na uzima wa milele. Huyu kijana anatoka pale, amekubali kumfuata Kristo kwa moyo wake, kwamba mimi siwezi nikakubali kuachia fedha zangu eti niwauzie maskini. Yaani mimi niuze vitu vyangu ili niwape maskini? Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu wa Kristo wenzangu, kutokana na somo hili, hebu ngoja niwachie baadhi ya maswali ya tafakari, ambapo sasa inabidi ukae ujitathmini we mwenyewe, uone, je, upo sahihi katika haya maisha sasa hivi? Swali la kwanza, je, kuna kitu chochote unachokipa kipaumbele kuliko Mungu, au kuna kitu chochote unachokipenda zaidi kuliko Mungu? Swali la pili, kama Yesu angeniambia niache jambo fulani leo, ningekuwa tayari kumtii? Swali la tatu, je, ninatafuta uzima wa milele kwa moyo wa kweli au kwa maneno tu? Swali la nne na swali la mwisho, ni kitu gani kinachonizuia kumfuata Kristo kikamilifu? Kwa wewe Mkristo wa leo, hebu kaa utafakari hayo maswali manne haya, yatafutie majibu yake. Ukiyapatia majibu yake yaliyo sahihi kabisa, utajua ni wapi ulipoanguka. Na ukijua ni wapi ulipoanguka sasa, ukazingatia hayo, ndio utapokea zile ahadi ambazo Kristo alikuwa akitoa katika yale makanisa 7 katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na ile sura ya 3, kwamba mshindi nitampa kula matunda ya mti wa uzima yaliyo katika bustani ya Mungu, na ahadi zingine nyingi ambazo yale makanisa 7 yaliahidiwa. Tumsifu Yesu Kristo.